Asante sana barabara. Yesu alikuwa mwaminifu mpaka mwisho. Yesu aliweka mfano bora wa utii, ushikamanifu kwa Mungu. Aliendelea kuwa mwaminifu kwa Baba yake wa mbinguni chini ya hali zote, na licha ya upinzani na magumu mbalimbali aliyoyapitia. Yesu alifaulu kupinga kwa udhabiti vishawishi vya Shetani. Unaona, wakati mmoja baadhi ya watu wa ukoo wa Yesu mwenyewe hawakumwamini, hata walisema kwamba alikuwa amerukwa na akili. Hata hivyo Yesu hakuwaruhusu wamkengeuze, bali aliendelea kufanya mapenzi ya babake aliye mbinguni. Asante sana. Ijapokuwa alitukanwa na kuteswa vibaya wasarara, Yesu alijizuia kujaribu kuwadhuru wapinzani wake. Yesu aliendelea kuwa mwaminifu mpaka alipokufa kifo cha kikatili na uchungu mikononi mwa adui zake. Lakini basi pale, fikiria mambo aliyovumilia usiku wa mwisho wa maisha yake akiwa mwanadamu. Alikamatwa huku basi pale Yesu aliweza kukamatwa, akastakiwa na mashahidi wa uongo, akatukanwa na makuhani wafisadi, akachekwa na umati na kuteswa na askari akiwa ametundikwa kwenye mti wa mateso. Alivuta pumzi ya mwisho, akapaza sauti, huko basi pale, imetimizwa. Hata hivyo, siku 3 baada ya Yesu kufa, huko basi pale, Baba yake wa mbinguni alimfufua na kumfanya hai katika roho. Na huko basi pale, majuma machache baadaye, alirudi mbinguni, akiwa huko aliketi kwenye mkono wa kuume wa Mungu na kungoja apokee mamlaka ya kifalme. Bila basi pale kupoteza wakati, Yesu alitimiza nini? Kwa kuendelea kuwa mwaminifu mpaka kifo. Kifo cha Yesu kinatuwezesha kupata uzima wa milele katika dunia itakayokuwa paradiso, kama vile Yehova alivyokusudia mwanzoni. Lakini huku basi pale, mpenzi msikilizaji, sehemu inayokuja nitaweza kukufunza kifo cha Yesu kinavyotuwezesha kupata uzima wa milele. Lakini basi pale, huwe na hakika Yesu alikuwa mwaminifu mpaka mwisho. Na wewe basi ukiweza kuwa mwaminifu mpaka mwisho, utaweza basi pale kupokea zawadi ya uzima wa milele kutoka kwa Mungu. Asanteni sana.